decision is irreversible. Ndio tuweze kuendelea na kanisa mzuri, tuache hizo jokes. Hallelujah. Mundu wa Muranga. Hai. Hallelujah. Uraiguire kibakeni yakwa ora maka uracoka kanitha. Huyu ni mama rafiki yangu kutoka Muranga. Mimi nawapenda sana. I love you, I really love you. Nawapenda, lakini ilibidi nifanye kuchuja. Kwa sababu niliona nina upendo nilikuwa nao ulivunja kanisa. Upendo ambao nilikuwa nao ulivunja kanisa. Kwa sababu nilikuwa lenient mpaka mkanizoea, wengine wakanilalia hapa, wengine wakanilalia hapa, wengine hata na kuzungumzia tu hivi unanichekelea. Yani there is no respect, and I am carrying an anointing which can kill you, which can destroy you. And it is because the Bible says my people perish because of lack of knowledge. Na so that kuondoa hiyo kitu ndio nimesema nataka kunywa chai na nyinyi wazee. Tukae huko chini, tukimaliza tuende huko chini, tu discuss, tuulizane maswali, tupage niwapatie kanisa. Sunday hiyo ingine nikuje niwamwagilie mafuta, mkuje na pepe. Si ni pepe, wazee wanamwagilia kwa na ile pepe. Lakini usiende Jiro kuchukua ile ya huko Jiro. Pembe. Tumwagilie wazee niwaambie sasa take the mantle, run the church. From there then we organize. Unaona youth wameinuka. Also ninataka kuongea na youth. Tukae vizuri, tujipage. Youth. Misakiali naigwa. Youth. Usikuje. Huyu mzee kesha ya mama anakuaga. Kesha ya guka anakuaga. Kesha ya youth anakuwa. Kesha ya nini anapenda Mungu. This man, I love him. Na nikiona mtu anamchezea, tunakosananga na yeye, ninamuhanda, is my father. Is my father. Lakini leo amenistua, ameniambia mimi labda ni grandson. Mtoto wake wa kwanza alimzaa 1962. Don. Kule ulitoka kulikuwa kumekuja. Kule ulitoka, sasa wacha wewe. Kule ulitoka. Kulikuwa kumekujwa. Sasa huyu mzee, wacheni kucheza na huyu mzee. Wacheni mimi nacheza na yeye, he is my father. Bwana Yesu anakusiodro jetekeleti. Yes, I'm your father. Lakini msicheze na huyu mzee, na kamsime kasichezwe na hako. These are two people I cherish in this church. Mimi nilipatiwa responsibility na Mungu ya kamsime. Wakati nilienda kwa Harrison Nganga, kanisa ya Harrison Nganga ilipasuka mara 2 kwa sababu yangu. Kuna wale walisema hatuwezi kuordain Waruinge hapa, hatuwezi kuentertain Mungiki hapa. Mzee anaitwa Mamisha mmoja, the late, amekufa. Walipasua kanisa, wakatoka wakahama, wakaenda. Naye Nganga akasema mimi ni sauti nilisikia ya Mungu. Huyu mtu niliona nikiletewa na mama yake, Mungu ndiye alisema nimumwagilie mafuta. Mkitaka kuenda nyinyi edeni, but nitasikiliza Mungu. Akaniodaini. Bwana asifiwe sana. Kuna watu mchungaji anapatiango directly na Mungu. Chuka huyu. This girl alikuwa kuzimu kule ndani, si hapa. In the middle. Katikati kuzimu huko. Na mimi nilijua. Sasa kazi ilikuwa ni kumkomboa, na hakuenda huko akipenda, ni kupelekwa, alipelekwa huko. Na wakampatia missile ndani yake. Sasa wao wanapush, wanafinyanga kwa button. Enda kanisa fulani, maliza. Akifika hapa anaanza kutumika, yeye hajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Akitoka hapa aende kwingine, ataanza kutumika, yeye hajui. Lakini ako katikati huko na hajui. Sasa Mungu akaniambia huyu lazima utamulete pole pole. Tumekuwa na yeye for those 8 months. Kanisa imekuwa in operation. Tumekuwa na yeye. Lakini aliokoka Wednesday. Ni Wednesday. Wednesday ndiye alikuja akapiga magoti hapa akaniambia nataka kuokoka. For the 8 months una walk na mtu unajua this is not the right person.
Hata hawa wanaangalia, mpaka Rufina nilikuwa namuona anamwangaliaga kwa jicho ingine, anashindwa pasa hajui ama anajua. Mimi najua, lakini ninakanyagia mpaka nimtoe huko, kwa sababu kutoa yeye ile kitu, zile vitu zilikuwa ndani yake is a region, ni ufalme. Yeye mwenyewe, the authority ambayo ilikuwa ndani yake ni ufalme, is a kingdom. A kingdom with thousands and millions of followers. When you destroy this one inside, you destroy the entire Africa. Unakomboa Afrika mzima. Wacha utaona kanisa venye itakuwa na breakthrough. It is only these 2 Sundays tutapata, unapata hivi. Mutapata watu wamekaa kule nje, tutachukua very soon muanze kutaya. Ndio nataka wazee. Kwa sababu tutahitaji hema, tufungue pale kwa kiwanja, tunakomboa, tunasoma, alafu tunarudi hapa. Tukipata kiwanja kingine kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ile mapepo inaletanga limitation, ile ilikuwa ndani yake inaletanga kitu inaitwa limitation. Siku ile tulitaja tumepata kiwanja pale chini, kesi ilitokea huko chini. Kwa hiyo kiwanja, kesi ikatokea mpaka sasa iko kotini, na jaji akapodispone, anasukumanga miezi 7 mention ya miezi 7. So itabidi tena tungoje, ilikuwa Friday. Sasa inabidi tena tungoje another 7 months. So ukiona shetani ameanza kucheza hivyo, hama tengeneza kwingine. Akileta kesi huko, rudi huko. Weka huko mipaka na utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you very much kwa kukuja kwenu. Hata kukuja ni miujiza. Na wanalika na washukuru, muwe watu wa kuomba sana. Maana katika ndoto niliona kuna pepo fulani limerushwa kusikata groups za youth, kusikata groups za wamama, na kusikata group. Kule mlimani kumepandwa ka king. Kule tunaendaga kuombea huko mlimani, kumepandwa, kumetumanwa huko. Mesemekana nguvu inatoka huko, wametumana huko kulipuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. But huyu Mungu ni nani? Anatuonyesha mambo mingi sana, na tunajua what is happening. Kamsime, welcome to Jesus. Najua utaendelea kuwa mtu mzuri, na uendelee kuomba, na una fast, kwa sababu wataanza vita juu yako. Si umeona venye walikuwa wameanza vita? Wataanza vita juu yako, wakurudishe huko. Ile sasa vita iko kubwa, ni wewe urudi. Wanauliza wale watu walikuwa wametumwa, wale maagent, the forces, wanaulizwa kalitokaje, kaliendaje? Wameuliwa. The demons that are supposed to control you, wakikulus, wanauliwa na wanapigwa vita. Kwa hivyo wana afadhali wakuja wakuue. Sasa ile kitu watatafuta ni jinsi wanataka kukuua, ndio wapatenda ripoti tumekamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. So be very careful. Be very careful. Kuna watu wengi hata huko nje wamepagana. Ukiona kuna attack hapa ndani ya kanisa, si hapa, iko na backup somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kikundi fulani kilikuwa kimeugana, kitu kwa watu kama 4, wanasema wako na pesa. Watasponsor watu hapa ndani, ndio hao watu walipwe hapa ndani, walipwe, alafu waende waambie tutawafungulia kanisa. Sasa unapambana na kitu Mungu ameanzisha. Siulize doni tu akwambie. Tuwapeleke pale Kiberegwe. Wakuja wote. Ndio wajue hii si kazi yangu. This is not me. This is not me at all. It is not me. Usifikirie waingo. This is not me. Usiende ukafikiria ati hiyo kanisa ni ya hata mambo mingi sijuagi. Ile vitu nakwambiaga hapa. Nakujanga nimepanga kuhubiri kitu fulani. Nikifika hapa nasikia fungua kitabu fulani. Kufika hapo hata sijawahi kukisoma. Unakuta television inakuja mbele yangu, inaambiwa soma. Abia watu wangu. Ukiona nime make decision, na ukiona nimesimama hapa ku make decision, sio mimi. Ninaambiwa simama kwenye altar. I want to instruct you. And it is permanent. What have been given as an instruction, it is permanent. It is not me. Kwa hivyo wacha kungangana na mimi. Kwa sababu mimi sina I'm not in the picture. There is that power that is in the picture.
The Holy Spirit mwenye amenipatia hii kazi ndiye ako kwa picha, ndio anafanya kazi. Uncle, how are you? Umerudi? Wamekulilisi sasa. Fungua kliniki yako baba. Uko na uwezo, fungua kliniki, shikana na anaitangwa hata kwa Karo. Karo ni wa macho. Wewe ni wa nini? General. Ule mwingine, ule wa Theka, naye anakuwaga wa nini? Ni general nurse. Si ndio? Sasa wewe ni Ongea baba kama umekula. Si wewe ni Mluya? Si ulikula breakfast ugali? Hujakula? Wewe ni first aider. You see now, we have a first aider, mtu wa macho, general practitioner, na huyo mwingine pia ako na space ako, yule ni wa kuleta watu dunia hii. Huyo ule wa Thika ni ule wa kuleta watu kwa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Then get a license. Get a pharmacist. Mtafute mtu anaitwa pharmacist, muandike proposal, mulete hiyo proposal hapa. Mupate license yako. Si ni license ya pharmacist? Na ya poisoning, muwe mnatu poison, nande dentist. Sisi wanasemaga inaitwa kwa drug, inaitwa Drug and Poisons Board. Sasa watupatie dawa na watu poison. Hiyo unapatiwa ruhusa. Ndio unaona kwa daktari, ukikufa kwa mkono wa daktari hakuna polisi. Lakini ukikufa ije kwa hospitali, hapo ije hujaingia kwa mikono ya hospitali, unaambiwa enda polisi. Sasa kwa hivyo daktari amepatiwa ruhusa, hata akikufinya anasema alikufa. Na anaandika ripoti yake, alikufa genuinely. Lakini ukikufia kwa mlango Beatrice, naona Beatrice amestuka. Sasa ukisikia ni kukufa, unataka kukufa, ndio usisumbue watu. Ruka kwa mlango ya daktari na umshike tu, mkae na yeye hivi, uende pole pole mkiwa na yeye, ataandika ripoti. Alisema huyu alikufa. Lakini immediately, hata kama ni kwa hiyo inaitwa casualty, kama haujapokelewa utatolewa, uwekwe nje, polisi wakuje waandike ripoti. Ndio kusemekana kama walikuua ama hawakukuua, lakini madaktari hawaugangi. The cause of death was natural. Katika mikono ya daktari ni natural. Lakini katika mikono yako lazima tutakuchunguza. Kuna tutakususpect. Ndio umesikia? Ujue hivyo. Kuna idaga hivyo. Sasa umesikia anko? Mutafute hiyo barua. Mutafute ya pharmacist, mutafute ya general practitioner, tutafute nyumba hapa hivi, tutengeneze kliniki mzuri. Wale hizo kliniki zimefunguliwa na watu kama nyinyi. Si watu walishuka kutoka biguni, ni watu kama nyinyi walishikana wakafungua kliniki na wakaomba watu wagojeke. Wakatoa sadaka na fungu la 10, watu wagojeke ndio watajirike. Haleluya. Ni kama wale watu wa City Moshari ama wa Lee Moshari waliomba, wanakujaga kanisani, wanatupatia fungu la 10, na fungu la 10 Biblia inasemaje? Nileteeni fungu zangu la 10 muone kama sitawafungulia milango na madirisha. Huyo ni mtu wa Moshari. Ukiona mtu wa Moshari amekuja hapa na ametoa fungu ya 10, asa maombi. Useme nimekataa, si mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu amekuja akiwa na nia gani? Ama tunatoa fungu la 10 kwa nini? Ndio milango na madirisha. Na kazi yako ya mikono ibarikiwe. Sasa kazi ya mikono ya mtengenezaji wa masaduku, majeneza. Sasa ni kazi gani inataka abarikiwe? Ni atengeneze majeneza. Ukipita hivi anasema God, I possess. Nani Mungu amekubalisha hiyo yote? Sio sisi, ni Mungu amekubalisha hiyo yote. Beatrice, wacha kuniangalia na macho ya huruma. Ama unafikiria watu wa majeneza waendaki kanisa? Kanisa ile Doni alikuwa amefungua, kulikuwa na wagapi? 2, nikatoroka hiyo kanisa. Kwa sababu alikuwa ananiona nikikaa hapa, unaona na kuangalia tu, anafanya measurement. Anaenda anatengeneza yako. Na anaiandika in the spiritual realm. Hii ni Adon.
Sasa akikuja sadaka, najua akitoa sadaka, najua ukitaka kitu mnono unatoa sadaka iliyo nono. Kama yule alitengeneza, yule aliuza ya Kibaki. Alikuwa ametoa sadaka nono kwa sababu jeneza ya Kibaki iliuzwa 4 million. Ni plywood block body 3. 4 million. Na hiyo kagari kakumbeba hapa na pale kalienda 20 million. Sasa kuna mtu anatoaga sadaka nono, anaitisha mtu mnono ambaye atafanya kazi yake ipanuke. Sio kazi imepanuka? Sio kazi ilipanuka? Kutoka yule aliweka tent, huyu alikuwa na maombi ya tent. Yule alipatiana viti, alikuwa na maombi ya viti. Yule alipatiana sound, alikuwa na maombi ya sound. Yule alipatiana magari na security. Na wanasiasa walikuwa huko kujisukumusa uzuri ndio wakue considered as the most possible. Sasa ukifikiria wewe ni very important, don't. Ukifikiria you are so important, there are others who are even important. They are waiting for you to die. Wakuje waongee kwa mazishi yako ndio wapate kura. They don't care. So for them it's a prayer answered. So uliona mzee baba anatoa kofia, anafanya hii. Wajaluo wako hapa ni ngapi? Mjaluo ndio valuo hii. We, hii ni ya nini? Hii kitu inamaanisha nini kwa jeneza hii ya mkia ya ng'ombe? Ni heshima ya Kijaluo? Ni kweli? Baba niliona amekuja ametoa kofia. Anaangalia tena na inama tena. Anasema uruthi kona kazari katarina kaba. Naye Ruto naye akakuja naye akafanya zake. Hiyo yote si ati ni mzee walikuwa nalia. Alijua kamera iko. Na kamera inaangalia Kenya mzima na August iko. Alijua kamera iko na August iko. Ni kujitengenezea na kifo ya mtu. Kwa hivyo usifikirie wewe ni important. Kuna mtu anatafuta kifo yako ndio watengeneze chakula ya kesho. Sijui kama mmenielewa. Bwana asifiwe sana. Muda umeenda kidogo lakini ni mzuri. Asante vijana, nimeona hawa. Where is these boys? Papa ito. Umekuja? Umekuja na nani? Simameni wale wamekuja na huyu. Kuna mwingine? Wewe ndio unaitwa? Waruinge. Na wewe ndio unaitwa? Kemani. Wengine wako wapi? Mabrase. Wameshindwa, walikosa fare. Ndio kumenyakamea. Simama, nani amesema mkae? Wewe mzee simama. Angalia hiyo mzee na angalia hao. Hii alafu unarudi kucheza na huyo mzee. Hii ndio jesi yake. Na ingine migi ambayo haikukuja hapa. Na mimi nataka kikao wewe na hawa na wale wengine. Vijana tu. Usilete wa mama hata moja. Tuzungumze kama wazee. Tego. Ndio unaona yule kama dharau huko. Kwa na jeshi, taru jeshi ndio. Karadi. Thank you. Wapigieni makofi. Wapigieni makofi. Thank you very much. God bless you. Na hapa tuna mtu mwingine hapa. Sijai kuona hapa. Mimi ni mgeni. Simama basi, ongea. Simama tu. Na wewe simama. Anasikia mpaka anasikia chukua microphone tuambie unaitwa nani tu. Jina tu. Habari zenu? Naitwa Ben. Achilia, shika hiyo microphone. Tunafanya kazi na Bwana Chege hapa. Nani? Bwana Chege. Bwana Chege? Yakajo. Gai. Kuna makosa tuko nayo hapa? Hapana. Hatujakuwa na makosa. Akatualika kanisani. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Toa Elijah Ndaishimie. Jina langu ni ngumu kiasi. Elijah Ndaishimie. Kutoka Burundi. Unatoka Burundi? Tunafanya kazi na hao wasee. Hata wewe ni wa Kanjo? Yaani mlienda kutafuta watu wa Burundi. Na wanaitwa Interahamwe. Unajua Interahamwe? Interahamwe, ujui? Interahamwe.
Nirahamwe. Sio ni jeshi iko huko ya Mungiki. Mungiki ya Rwanda, ya Burundi. Inarihamwe. Sasa inarihamwe ndio mumeleta kwa Kajo. Kuisha sisi. Asante sana. Karibu, wapigieni makofi. Karibuni sana. God bless you. Kuna msichana mwingine, mpatie microphone yule pale. That one. Simama. Utobie majina yako na utojibe wewe nani. Sikuoni poa. Wewe ni nani? Na ucheke, ukiongea una smile. Sema tu. Naitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Shika microphone hivi. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Elizabeth Wangari, kwetu ni Murang'a. Unaishi wapi? Naishi Mudhura. Wapi hasa? Nyumba yako inakuanga wapi Mudhurwa? Sio yangu. Ni ya nani? Tunaishi tukiwa wengi. Wengi aje? Explain tu, explainie tu. Mnaishi mkiwa wengi aje? Tukiwa wengi azini, kila mtu analipa 50. Nyumba unalipa 50 kila siku? Kwa nini? Mbona usikuwe na nyumba yako ya kulipa mwisho wa mwezi? Nilikuwa nayo lakini vile biashara yangu ilisha nikashindwa kulipa. Sasa ukikosa 50, ukikosa kulipa leo itakuwaje? Nalala Mudhura huko kwa soko. Unalala Mudhurwa kwa soko? Na wanaume wako Mudhurwa wanapita pita? Hapana, nalalanga huko na wamama wa soko akifunga boga. Kwa hivyo in short hauna makao dunia hii. Sina makao. Unaishi kama kadege. Ni kweli? Uko na kwenu? Niko na kwetu. Mbona uendagi nyumbani? Naendanga kutembea alafu narudi. Unalipanga fare? Mpaka Murang'a ni pesa ngapi? 300. 300. Unaendaga mara ngapi kwa siku? Niko na 1 year kama sijaenda. 1 year? Hapa Murang'a? Umekosa 300? Wamama wa kanisa mkae chini na huyu mufanye interrogation. Umesikia? Mufanye interrogation ya ndani kabisa. Muulize maswali ya ndani vizuri kabisa. Ndio tuelewe. Tujue kama ni mtu wa kusaidiwa ama ni mtu si wa kusaidiwa. Lakini mufanye nini? Serious interrogation ya ndani kabisa mpaka muelewe. Na wekesa asikwe karibu. Sina mpaka purity amefurahi, wekeza hata kwa karibu. Keep your heavens open. Bwana Yesu asifiwe sana. Keep your heavens open. Kaa bingu yako ikiwa kama imefunguka. Ifungue bingu yako. And how do we keep our heavens open? There are several things I'm going to look at ambazo zitatufundisha kuhusu how do we keep our heavens open. Can a heaven be closed? Can a heaven be locked away from you? Could you be suffering because your heaven is locked? Could you be facing the challenges? Unasikia msichana kwao ni Murang'a, anaishi nyumba ya 50 per day na ameishi all along na amekaa mwaka ngapi mzima hajai kwenda kwao. Kuna sababu. Wewe ambao katika biashara umejaribu kufungua biashara ambayo haijafanikiwa, could there be a reason your heaven imefungwa? Umejaribu doa haifanikiwi. Umejaribu familia haijafanikiwi. There is nothing yours that is working. Could there be a door, a heaven that is locked? Could it be? Kwa sababu when you are operating under an open heaven, everything will work
all manner of things that are from heaven will work. But when your door in heaven is locked, it means nothing from heaven. Hakuna kitu kutoka biguni kitakuja. Hakuna kitu hata kimoja. Maana milango ya biguni imefungwa. Na baraka hizi zote tuko nazo zimetoka biguni. Na zimetoka kwa ajili ndio tubarikiwe. Na Mungu alisema nitawafungulia milango na madirisha kutoka kule biguni na niwabariki na nibariki kazi ya mikono yenu. Kwa hivyo ni kumaanisha kama hakuna baraka kwako na una struggle na struggle yako haina penetration, ni kumaanisha kuna milango imefungwa. Kuna dirisha imefungwa na bingu yako haitiki, haikusikii. Ndio nataka sasa tuangalie ni nini hii inaweza kuwa chanzo ya bingu yako kufungwa. One thing that will cause your heaven to be locked is fighting wrong battles. Hiyo ndio inasababishanga fighting wrong battles, kwenda kupigana vita ambavyo hauvielewi, vita ambavyo sio vyako. Unapigana na mtu wewe ni makanika na unapigana na mtu wa plumber. Wewe ni mkulima na unapigana na mtu wa IT. Sasa mtu wa IT anakuambia hii waya ukishikanisha hii waya na hii itafanya hivi, italete picha. Kama sasa yule mtu wako pale, nika kamera kana nichukua picha na kuna mtu anasikia hivyo naongea kule nyumbani. Sasa wewe ni mtu wa jebe na paga na kukata dhara huko chini. Sasa mnakuja kupigana na huyu. Yeye hajai kata dhara, hajui dhara ni nini, na wewe hujui hii kitu. Hii picha inaingiaje hapa mpaka inatoka inakuja. That is what we call fighting wrong battles. Being in the wrong place, doing the wrong thing. Kwa sababu you are not supposed, hauhitaji kabisa kupigana na vita ambavyo havielewi. Lazima ujue nimekuja kanisa hii kufanya nini, nimeanzisha kazi hii kwa sababu gani, nimekuja Kenya kama huyu kutoka Burundi ametoka huko alikuja kufanya nini Kenya. Then once you know why you uko hapa duniani, utaelewa ni nini unafaa kufanya. Lakini kama haujielewi na hujui reason yako ya kukuja duniani, then you are here existing without a reason. And existing without a reason, it is that your doors nobody recognizes you, because it is through that reason. Hiyo reason ni Mungu amekuletea hapa duniani. Hiyo reason ndio Mungu anabarikingi, si wewe. Kama amekuita nabii, anabarikingi unabii ulio ndani yako. Kama amekuita mkulima, anabarikingi ukulima ulio ndani yako. Kama amekuita kama polisi, amekubarikingi upolisi ulio ndani yako. Ndio unashidagwa wewe umeiba tu hapa doni, umeiba tu hapa. Ukikutana na polisi, anapita watu 6, lakini ukienda kupita unaona amesema, "Wewe simama kidogo." Na unakuta kweli umeiba. Na hakuwa na shughuli yako, alikuwa anapita. Kwa sababu upolisi ulio ndani yake ndio umebarikiwa. Ukikuta Omoding akitakasa, unashida huyu ni Omoding ama ni mtu mwingine. Kwa sababu Mungu anabariki kile kitu kilicho ndani yako, na ni lazima ukielewe ndio kuweza kubarikiwa. Kwa hivyo you must search yourself, ujiunderstand wewe ni nani. Ukijiunderstand ndio unaenda kwa Mungu, unamuitisha kitu kinacholinganishwa na what God has given you. Hawezi kukupatia kazi ya masonry ama kupatia kazi ya plumber alafu uende umuitishe kazi ya makaga. You will not communicate with him, because that is not your line. Hayuko hapo unamuitishia. Kwa maana coordinates zako, kuna coordinates ambazo anatuma, na hizo coordinates zinakujaga na information yako. Na ikikuja ifinywe computer, ukosekane kwa hiyo coordinate, wanakuambia line yako ni huko. Wakati unavote unakuta umepanga line kube kipande yako. Yes, unaitwa Esther, lakini umeanza na Ndaishimie. Kwa hivyo N ungefaa kupanga laini ya N, lakini kwa sababu jina yako inaitwa Esther, Daisimie ni baba yako. Sasa wewe unapanga laini ya Esther, unapanga laini ya Esther. Ukifika pale karibu kwenda kuvote, unaambiwa uende EN. Tena utaenda kuanzia huko, na hautasema ati kwa sababu ulikuwa kwa laini, unaanza kuanza upya. Why? Because you did the wrong thing in the right place. Kupanga laini, ulipanga laini in the polling station, that is right. Ulienda kuvote, that is right. Uko na kura yako, that is right. Uko na kitambulisho, that is right. But ukapanga wrong line ambayo ni wrong. Kufika pale ukajikuta you are in the wrong position. Tena umerudishwa kuanza tena. Na saa hiyo ni saa 11, unaambiwa masaa imeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Stop fighting for the attention. When you fight for the attention, it is fighting for the wrong thing, because you don't need to fight for the attention.
Haufai hata kidogo. Kupigana ati ndio watu wakujue, kupigana ndio watu wakuelewe, kuvaa vizuri ndio watu wakuone, kutembea kama mwendo kengine kama Kristo ndio watu wajue umeokoka, ama kukaa kajizi kengine ndio watu wakuone. Ukijikuta unafanya hiyo maneno yote, you are in the wrong place. You are doing the wrong thing. The power that God has put in you, the blessings that God has put, ambazo ziko ndani yako, zinafaa kukupigania. Ile talanta uko nayo, kile kipawa uko nacho, kinafaa kukufungulia milango. Ukienda mahali popote, unakuta milango imefunguka. Sijai kuona madaktari wakipita hapa wakitangaza, sisi tumekuja, sisi ni madaktari, wale wote wagonjwa mtoka kwa nyumba tumekuja. Hapana. Unakutaka mtu saa 9 usiku akitafuta kauba, akibie kutafuta daktari mahali yako. Anaenda anakuta daktari huyu amefuga, anaenda hiyo hospitali nyingine, anakuta imefugwa, anapigia mtu simu, anamuuliza ni ngapi kumefuguliwa, because yule anakaa huko, wewe umutafute. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe hufai kuweka kanisa yako ati unaitaka kuweka mahali strategic. Mahali strategic ndio watu wakuja. Hapana. Mimi niliingia ndege nikaenda Nigeria kutafuta TB Joshua. Na mahali TB Joshua ako ni Soweto. Soweto ya huko. Mahali panaitwa Igbo. Iko tun. Ukienda ni mbali. It is a slum. It is not in the town. Na wale wanaenda huko, kwa hiyo kanisa yake ni mapresident. Tulikutana na Joyce Bada wa Malawi, alikuwa hapo. Tukakutana na Kofu wa Ghana, alikuwa huko. Hata huyu Karonzo wetu alikuwa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa abia Karonzo aende kanisa, kana sikula naomba, mwambie aende kanisa ya Soweto. Sahi. Hawezi. Lakini kuna kitu TB Joshua yako nayo. Sisi yote tuliandamana kwenda huko, the anointing. And he refused to fight any battle ya kuenda kukaa mahali, kujiposition mahali mzuri ndio watu wakuje, matajiri wakuje. Alisema, anointing I'm carrying, you follow it. If you don't need it, keep off. Utakuta kina Rufina ndio alikuwa maagent, wanapanga watu wakienda Nigeria. Hallelujah. Mimi huyu mtu anaitwa Nganga, nikampeleka, mimi ndio nilimpeleka Nigeria. Akapigwa touch. Hata nikajua kumbe hata wewe unaweza pigwa touch. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you stop over the public opinion, fighting for this, watu wakuweze kukuona, inalete shida kubwa sana, because inakudeviate. Unakosa kuwa wewe, unakuwa another person who is an imagination of the original. Watu wengi tumefail because hatuwezi kujitambulisha, tuko fake. Mahali popote tuko fake. Venye tuna dress fake. Ile kazi tunafanya ni fake. Maisha tunayokaa ni fake. Kutembea kwetu ni fake. Kwa nini? Because tuliacha kule tulitoka na why we are supposed to be. So that what are these things that we must avoid to keep our heavens open? Ni nini tunafaa kuwa nayo ama kufanya ndio heaven yetu ifunguke? Because lazima tukae katika kufukua hii heaven. Na heaven haifunguliwagi hivi majameni. Heaven masima ifunguliwe na kifunguo ya biguni. Na kifunguo ya biguni kuna vitu ambavyo haipendi. Namba moja, haipendi pride. Kama wewe uko kanisa hii, ama uko kwenye biashara, ama uko kwenye mazingira yoyote yale, na ukuwe na kitu kinaitwa the spirit of pride, inafuga biguni yako, you will never succeed. You can never. Wale watu wote wamekuwa na pride katika Biblia, walipanda lakini waliteremka, waliharoroka wote. Kwa hivyo you must know, for your heavens to open, you must be, Jesus said, ule mkubwa ni ule mdogo. Lazima ukae kama katoto kadogo. Lazima ukae haujui ndio ufundishwe. Lazima ukae unyenyekee. Usione wewe ni kama ni mtu wa maana. Ukae katika hali ya kumngojea Mungu, kumtumainia Mungu na kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Period. Lakini ukikuwa sasa wewe ndio mkubwa hapa, nobody can talk to you. Nobody can even look at you. Hata watu wakikuona wanaona wanainama, hawataki kukuangalia, ndio usitoe hukumu mbaya. But that is the spirit of pride. And when pride enters, it is the beginning of your fall.
Bwana Yesu asifiwe sana. Most of us hapa tumeanguka because of pride. Tumeanguka because of the arrogance that is in us. Tumeanguka because we don't understand the reason you are here. That you are a servant. When you come to church, you become a servant automatically. Ukinipata mimi nikioza choo, usiniulize maswali ati ni pastor anaosha choo, ati huyu utatuletea laana, utafanya nini? Hapana, I am a servant in this church. I'm a servant. Mimi in fact ndio nafaa kuwa nikioza hii nyumba na kuosha machoo zote. Na nikiwaona mko machafu, mguu natafuta karai na lete hapa na kwambia kibiria ile mawe ya kusugua miatoka, tusugue tumalize. Vitu isiwacha kuniangalia baya. Nitakusugua siku ingine hapa hivi karibuni. Nitakusugua tu kama uko na hiyo miatoka, taka hapa tusugue tu. Hiyo ndio kazi ya mtumishi. Hiyo ndio kazi ya mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu ni kuwa mtumishi kwa niaba ya Mungu kwa watu. I am called to serve on behalf of God. I'm called to reach people on behalf of God. I'm called to do exactly that which God wants, that Mungu angependa kuja kufanya. Amenichagua nikuje nimwakilishe. Kwa hivyo mimi nafaa kuwa number one servant. Nyinyi mnakaa kuwa nyinyi ni mabosi wangu. Nyinyi mkuwe mabosi, mimi nikuwe mtumishi wenu. Mnafaa mnanituma, kibia pale mtumishi, tuletee kifagio pale. Kibia hapo chini, tuletee kiberiti, tupikie kachai. Hiyo ndio kazi yako kama mtumishi wako. Ndio nikulete karibu na Mungu, nikuonyeshe upendo wa Mungu. Hello waboy. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Hai, sasa mimi nafaa nikufundishe jinsi Mungu anataka watu waishi. Lakini kama nikikuja hapa, nikipanda stairs unakuta anaitwa nani huyu? Otodi ametandika mashuka kutoka huko chini, hata wamenibeba wakinilete hapa. I'm not a servant but a boss. And in the kingdom there are no bosses. Hakuna matajiri mbinguni. Hakuna. Those people you think they are very rich, they are the poorest of the poorest. Wale kuna watu kama juzi nilisikiza hapo, nilikuwa nikipita hapo nikasikia maombi ya Beatrice akiomba. Alikuwa baba na kuomba, siku moja unihakikishie nimeenda Ruda nikakae Ruda. Anafurahia, anataka kwenda kukaa Ruda, but hajajiuliza watu wa Ruda waliendaje huko. Enda Ruda uaulize akaunti zako ni benki zako ni gapi. Utakuta ako na benki ya Equity, benki ya Absa, benki ya nani? KCB, benki ya nini, na zote. Nyumba ni ya KCB, magari ni za Equity. Hiyo ingine ni pale anafanya kazi. Unakuta hana kitu. It is Mr. John Karaoke and Evans and Equity. Logo buku zimeandikwa hivyo. Kwa kazi unakuta John Karaoke and Absa. Ukienda mahali popote John Karaoke and another bank. Kwa sababu he is operating on loans. Na Beatrice anaomba Mungu amupeleke wapi? Ruda. Aka operate on loans. Operatia hapo huko. Kwa sababu hakuna kasimu utasikia. Kesho mate kuna watu wataanza kupiga hapa. Roho inaduda. Ikifika made asubuhi hawa matajiri wa Ruda, kikaka saa 2 Equity manager ndio huyu amepiga, anamwambia I was calling to remind you of your loan. It is due. Loan unalipa pesa gapi ya mwezi? 3,000,000. Ukienda ikasema ingine unasema inalia ni KCB. KCB inakuremind, inakwambia tumeandika letter ile inaitwa due what? Ile ya kucomplain. Ile letter ya kucomplain inaitwa aje? Duress, ni duress. Yeah, duress, kitu kama hiyo duress. Ati overdue. Ile inaandikiwa makauctioneer ndio auctioneer wakukuja kwako. Si default. Default is the action. There is a letter of duress. Duress. Inakukwambia tutakuja. Tumeandikia auctioneer, sasa watakuja kukunani. Sasa hiyo ni simu ya pili. Simu ya tatu unapigwa na headmaster kwa sababu mtoto wako anasomea Buruku House. Ile tamu moja ni 1.5 million. Wanasema mtoto kuja uchukue mtoto kwa sababu haujalipa school fees. Simu ya 4 unasikia your own friend mmoja anakuambia kale karoni ka milioni 20 nilikuwa nimekupatia.
nataka kukatumia Wednesday. Huyo mzee anaendaka kwa bafu kuoga, mnasikia maji inamwagika, mnashindwa kwani mzee atoki. Mkienda kufungua mnakuta alizima kitabu. Hiyo ndio maisha unaomba. Kataa hiyo maisha. Tambia, I want to be myself. It is because they faked. You are rich, people are seeing you rich, but you are fake and you faked. Na inaleta kitu inaitwa pride. Number 2 ambayo inafanya milango yako ya biguni ifugike, it's being living a visionless life. You don't know why you exist. Haujui, hauna vision, hauna mwelekeo, kwa sababu lazima ukiamka asubuhi unajua hii ndio nataka kwenda kuachieve. Katika mwaka huu unaandika kwenye diary yako, unasema hii na hii ndio nataka kuachieve mwaka huu. Lakini kama hakuna kitu unasema unaweza kuachieve mwaka huu ama umeachieve, it means you living a visionless life. And when you live a visionless life, there is nothing you can pray for so that your heavens can open. Without a vision, then you are dead. You must have a vision for you to be called alive. You must have a vision for people to understand you. Lazima ukuwe na maono, kwa sababu ni kupitia kwa maono Mungu anabariki. Ni kupitia kwa hiyo maono yako ndio Mungu anakurehemu. Maono yako ni muhimu sana. Na usikubali watu watoke nje wakuje wakubabaishe through fear, because fear is meant to kill a vision. Through fear watakuja watakurushia to statement, uanze kubabaika, usarede maono yako. Ukisareda maono yako, the next thing, jigoje kwa kaburi. The day ukisarenda, hii maono hii mimi niko nayo kwa hii kanisa, siwezi kubali mtu aichezee. God, for you to succeed, linda maono kabisa kwa nguvu. Afadhali ufukuze watu wote kanisani, ubaki na watu wawili wanao subscribe kwa maono yako, ndio uende. Otherwise, kuwa na watu 1,000 ambao ni wapiga maono, wanapigana na maono yako, hakuna mahali utaenda. Utashida tu kesi, utashida tu vita, utafanya kazi ya kuzima moto, ile ya Firestone. Kazi yao ni kuzima moto. Na kama hauna maono, kazi yako throughout ni ya kuzima moto. Unakuta watu wengi wako kanisani miaka 20, miaka 10, lakini hakuna kitu hata moja ako nayo. Anaweza kuambia watu, this is what I've done. Uko dunia hii, lakini you don't have anything you can account for, kwa sababu uliruhusu watu wakaingia kwenye maono yako, wakayavunja, kisha wakakuweka pale, wakasema tulisema tu. Tulisema hakuna mahali ataenda. Kitu kile kingine kinafanya mibigu yako iweze kufugika. Evil altars, madhabahu ya shetani. Maroho na madhabahu ya kishetani yanafunga bigu. Tuangalie kitabu cha Mathayo hapa ndio tuweze kuelezea vizuri. Kitabu cha Mathayo 3, Revelation 3 mstari wa 14. Book of Revelation, afu tuingie Mathayo, Galatia. Revelation ni kwanga Old Testament ama New Testament? Yeah? Old Testament. Wananiangalia vibaya, atekinya madoe, huyu hajui. Yaani nani pastors. Hii ni kitabu na nikichaka. 14 mpaka 14 sema, and the angel of the church the Laodicean writes, these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Being vomited out of the mouth of God, it means your heavens imefunga. Because you are neither cold nor hot. Lazima ukuwe na maono ambayo yanaeleweka. Hawezi kuwa unanisupport na unasupport huyu mzee hapa hapa juu. Hawezi kuwa UDA na uko hiyo ingine inaitwa nini, Azimio. Hawezi kuwa uko Kenya na uko Uganda. Lazima ukuwe one country.
Si uliona venye Miguna alikuja hapa akasema ni Mkenya ni Mkanada. The next minute wakaangalia, walipoenda Canada alidenounce akasema yeye si Mkenya ndio apatiwe passport. Walifanya nini? Walimuweka kwa ndege, wakaenda huko, wakampata Dubai, kufika huko mpaka sasa hakuna ndege inaweza kumbeba imulete Kenya. Kwa sababu ndege zote ziliandikiwa barua. Akasema huyo Mkanada hatumutaki, lakini kwao ni Oyugis. Because he is neither cold neither warm. Hana maono. Maono ni kustick na nchi yako. Maono ni kustick na vision yako na kukaa kulingana na venye Mungu alikutaka venye alikuumba dunia hii. Alifanya kwa ofisi ya prime minister, lakini hakujua hivyo. Akibadilisha aleta tengeneza kitambulisho ya Kenya na akae kama Mkenya. Lakini wakati alihitaji kuwa Mkenya, walimkataa. Kenya ikamtapika. I'm not boarding. Alipokataa akakaa pale kwa hiyo kitu ya no man's land. Huko kwenye airport huko ndani kuna mahali unaweza kukaa na kuna mtu anaweza kukushika. Askari wa Kenya hawawezi kukushika. Askari hawawezi because that is a no man's land. Hapo ndiye alienda kukaa. Sasa ile kitu walimfanya, walimrushia, walimpatia kapelemende, akakula, akaanza kulala, akakuja kaanza kustaka. Walimgoja tu akanyaga karaini kana kuaga hapo tu. Ukukanyaga hivi hata kama ukako kanusu kakanyaga umekanyaga Kenya. Akavurutwa baada ya Kenya. Wakamweka pingu, wakamweka ndani ya ndege. Lakini angeweza kukaa hapo. Alafu maduka zote ziko huko ndani ziko Kenya. Hapo kibarabara kia katikati ndio akina Kenya. Sasa ukienda dukani uwekelee mkono kwa hiyo duka, umevuka mpaka unakamatwa. Sasa ndio you are neither cold nor hot. You must be decided. Lazima udecide ni kwa nini unaishi kwenye hii dunia. Lazima udecide ni kwa nini uko kwa kanisa hii. Lazima udecide ni kwa nini hii biashara nimeanzisha ni ya nini. Lazima udecide ni kwa nini nimepata huyu mke. Huyu mke ni wa kutembea na yeye ama ni mke tutaishi na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukuwe umepanga na umeamua ufanye maamuzi ya upande mmoja. Lakini huwezi kuwa maamuzi yako leo unafanya hii, kesho tena unaanza kulia. Leo unafanya hivi, kesho tena unaanza kuongea ingine. Hiyo hauna msimamo na Mungu anakuondokea. Na Mungu akikuondokea, milango yote ya mbinguni inafungwa. Because God will only operate where there is a vision. If you have decided hii ndio barabara nitapita, just stick to that barabara, mtakutana na Mungu. Kama umeamua huyu ndio mtu tutakaa na yeye, amua na mkae na yeye na utaona Mungu atakuja. Kama hii ndio biashara umesema hii ndio nitafanya, amua na uifuate. Kuna watu wanaanza kakioski hapa. Nimeona watu ameanza kukatakata boga hapa kidogo kidogo. Ukikakaa kidogo unakuta ako na soko. Ukikakaa kidogo unakuta ako na maduka, ako na magari. Kwa sababu alistick na vision yake. Lakini kama sasa uko hapa asubuhi jioni na kukuta wewe ndio malemare. Asubuhi ulikuwa nakata boga, jioni wewe ni malemare. Jioni kesho uko kwa watu wa nini? Scrap mato. Kesho kutwa wewe ni magazeti na mabetri. Kesho hiyo ingine ni virai na nini? Wewe unachomelea virai za wamama huko, na watu wa kuchomelea virai mkiwaona. Wanaume, mkiona watu wa kuchomelea virai, waambie wapotee. Usikubali akaribie kwao. Kwa sababu akichoma anakuja, anachoma akipatiana mistari tu. Anachoma akipatiana mistari. Pole pole. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ingine ambayo inafanya bigu yako inafugwa ni kitu kinaitwa fear. Angalia kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 31. Kitu kinaitwa fear. Kitu kinaitwa fear ni kitu dangerous sana. Na ni kitu kibaya kuliko shetani mwenyewe. Kwa sababu fear inakodoa, na hiyo ni kitu Mungu anasema, there are 3 things I hate. Which one and which one? Muoga, kegota, na nani? Na asiyetoa sadaka kanisani. Nego. The 3 things that God hates ni nini? Mungu anachukia. Kuna vitu Mungu amesema nachukia. Sasa angalia, nataka na ujiangalie, ujiaccess, ujue kama uko na kauoga, Mungu anakuchukia. Kauoga tu, labda uliuzi kuoga kidogo tu, kama kalikuingia, ujue kule daftari ya mbinguni mlango yako kusasa imefungwa. Kama uliuziwa rufina kauoga na uko nako saa hii, mbingu imefungwa.
nataka ujue hapa siku hii ya leo ya kwamba hiyo vitu zinafanya fear. Number 5, verse number 5, ni 5 1, sorry, 31, 14:31 inasema, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly you are the Son of God. So hakukuwa na reason ya wao kutetemeka. Hakukuwa hata kidogo. There was no reason. Kwa sababu wakati walikuwa natetemeka kwenye boat, walikuwa wameanza kubabaika, maana walifikiria the boat is sinking. Wakaanza ku make decision ya kuruka, wakaanza ku make decision ya kufanya opposite that which. Akakuja Yesu akamwambia, you who of little faith. Kwa hivyo Yesu anataka watu wako na faith kamili ndio awapiganie. Kama alisema I will not never leave you nor forsake you. Alisema kaa imara, na akamwambia Joshua ya kwamba kaa imara, usiogope wala usifadhaike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akikwambia hivyo anakwambia usiogope wala usifadhaike. Kwa nini? Kwa sababu niko na wewe. Kwa hivyo kama Mungu alikupatia kazi kwa madhabahu hii, ujue ako nyuma yako. Kama alikupatia biashara, ujue ako nyuma yako. Kama alikupatia ndoa, ujue ako nyuma yako. Anakuambia usiogope wala usifadhaike. Lakini ukiogopa, milango inafungwa. Ukianza doubt, naona nifanye hii, naona niende hii, naona niende huko. Mtu mwingine aliniambia kwamba naona sasa I'll give up. Sasa mimi nimesarenda. Sasa naye Shetani ako kwenye rufu kwale kwa mabati anapiga makofi. Nimekaweza. Kanajifanyaga kanajua. Sasa ni kamesarenda. Na anapiga simu. Wanasikia mpaka kwa simu. Mashetani wanasikilizaga kwa simu. Uliona yule mwede alikuja hapa, alikuwa anapiga simu kwa mkono. Ushaiona? Anapiga, unasikia ting 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 ting. Alikuwa ananiitia mapepo. Sasa aliniambia, wacha nikuitie mkuu wetu akuje ashughulike na wewe, ni kitu kidogo sana. Nikamwambia muite. Ting ting. Sasa hiyo Beatrice alikuwa downstairs. Walikuwa wametolewa mbio. Ting 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 ting. Hello? Akasikia mawasiliano hakuna. Nikamuuliza wameongea, ati network imepotea. Imepotea aje? Sijui. Wewe ni fire. Wewe ni fire. Nikamwambia sasa fire. Garagara huko. Akagaragara huko, akawaka moto kabisa. Akachomeka, akasaleda. Akaniambia walikuwa wametumwa wakiwa wengi sana. Na wametumwa hii kanisa wakuja. Alikuwa ameandikwa hapa 666. Imeandikwa. Unajua venye mtu anachomangwa inainuka. Hivyo ndivyo alikuwa. Imechomwa, imeinuka. Beatrice alionyeshwa hivyo huyu. Wakiwa na kiherehere kile liko inaitwa Sara. Wote wewe waleja. Na buju na watoto ulikuwa wapi? Lakini hukumgusa. Walipoonyeshwa alimoja, huyo dada alimoja anaitwa Mwende. Ni nini? Mnaona? Watoto akaangalia akaona ni 666. Watoto alirudi. Kajua huyu ni shetani mwenyewe. Beatrice akasema simpigie Reverend akuje. Sara kaenda jikoni kupikia Reverend chai. Nani mwingine alikuwa huko? Walikuwa watu kama 8. Wote shwa. Nilipokuja hapa nikamwambia piga simu. Akapiga simu. Nikakataa kuenda huko kwao. Akasaleta. Nikapubulisha hapa, akaaguka. Na pepo likaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I had no fear. Wale watu wote ukisikia una negative statement of what God said. Mungu alisema mfanya hii kazi, I'm going to be with you. Stand with the word of God. God will never forsake you. God will never leave you. God will never abandon you. Hakuna siku atakuacha. Hakuna siku atakuabandon. Hakuna siku atawachana na wewe. Ukisimama kamili na utembee kulingana na venye alikwambia. Kama alikuahidi atakupatia gari, pasiu.
Na mahali alikwambilia, hapo ndio connection yako iko. Kama alikwambilia hapa kwa hii kanisa, hapo ndio connection yako iko. Kama alikwambilia ukiwa ndani ya matatu, hapo ndio connection yako. Hapo ile kitu ulikuwa ukifanya wakati alizungumza na wewe, shikilia hiyo kitu, kwa sababu hiyo ndio iko na connection. Ukidivert utoke hapo, connection imepotea. Na ikipotea utatafuta tena miaka mingine mingi sana, maana imeteremshwa lakini wewe haujui, na iliteremshwa mudhurwa, wewe uko kashie ukitafutia huko, na unasemanga mimi sitawahi rudi mudhurwa tena, I will never go back to mudhurwa. Kumbe kigari kimeachiliwa mudhurwa, kiko mudhurwa, kinakuta kigari ni kipya, ni KDC, lakini imewekelewa mawe, imekaa hivi, kwa sababu you will never come back to mudhurwa. Wewe huko gashie na unapanda boda, unabeba na kimutu kinakoti inanuka, na gari yako ni mpya. Unaambiwa kama gari kubwa hapa, unaambiwa mama kaa vizuri. Mama nakijaribu kaa vizuri, alafu unajua ni mzito, inaenda kienda hivi. Anaambiwa hapana, mama kaa mzuri twende. Na mtapata watu wa boda wanasemanga yule mimi mama sitakagi kumubeba. Kwa sababu gari yako iko na imeachiliwa. Duka yako iko na iliachiliwa, lakini kwa sababu hutaki kuenda huko, unaenda gachie ama unaenda kukaa ruda, utaishi miaka yako confused. Vitu zako kwa sababu pale connection iligirilia, hapo ndio moto inaigiriaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli hii maneno ni ngumu sana. The spiritual pride ndio tumeangalia tukaona ni kitu kimoja ambacho kinafanyanga watu wakaeze kupotea. Ya pili ambayo inasababisha tuko namba 5 prayerless life, maisha ya kukosa kuweza kuomba. Wewe mwenyewe hauna njia ama hauna nguvu ya kuomba. Wakati unajikuta umekosa nguvu ya kuomba, when you become convinced of your own abilities than the need of God's presence in your need. That is the book of John 15 verse 5. Wakati unajikuta wewe unajiona hata si tajiri, hiyo mnaenda kuomba wapi? Heaven's Gate. I'm busy. Naona niko busy, labda tupange mwezi wa 12 ndio tutaweza kupata time ya kwenda Heaven's Gate, because saizi naona nitakimbia South Africa, kutoka South Africa nitakuja nitaenda Nigeria, nikitoka Nigeria naona nitaenda Kisumu, kuna duka nafungua Kisumu, kuna fanya. Wakati unajihisi na utajihisi ya kwamba hauhitaji maombi ile ulikuwa na kibiriaga, na wakati haukuwa ulikuwa wewe ndio unafagia hii kanisa, wakati ambao haukuwa wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kuja kuuliza kanisani, pastor unataka nifanye kazi gani? Lakini Mungu tu aachilie baraka, tu milioni 5 peke yake anakujaribu tu na tu milioni 5 unapata kutoka siku hiyo. Hata ile tithe ulikuwa unakuja unaekelea hapa na unapiga magoti, tithe ya 200 ama ya 100, na unapiga magoti hapa, unaishikilia ni kama gold, unaiombea baba umeona nimetoa 200. Hii ndio tu ukumbuka ulinipatia, si ulinipatia 2000, nimetoa 200, si ndio? Umeona? Alafu nimeongezea ka 50 kwa sababu ya sadaka. Hii ingine baba nataka kuenda niweke kale kakasi uliniambia kakuweka matunda huko niuze. Akarao kesho tena nilete. Lakini Mungu huyo anakaa kidogo anakurushia tu milioni 5. Agafura, kigafura tu. Kama milioni kamoja kanakuja. Pastor, leo sitaweza kukuja. Nimeamua tu nikutumie kasadaka kidogo hapo kwa kasimu. I hope utakareceive. Niko busy kiasi, lakini nitakuta kitu next month mwezi tarehe 5 nitatafuta venye tutaonana, hata kama ni dakika 2 ama 3 tuongee tu, kwa sababu niko busy kiasi. Wakati haukuwa na kitu. Pastor, akiwoye niombe. Nilikuwa na ndoto, nikaona mang'ombe wakinikimbisa. Pastor, nikakaa kidogo. Pastor, oye niombe. Nilikuwa napita, nikasikia sauti inaniambia naenda kukufa. Kaka kidogo. Pastor, naomba uniombe na hata unipatie kazi naweza kuwa nikifanya kanisani. The day you realize you don't need that pastor again, the day you realize that sasa huyo pastor simuhitaji, pastor nitakuwa nikimtumia na ka M-Pesa,
kasadaka ni M-Pesa, then that is the beginning of your downfall. Umeondoka kwenye network. Ukirudishwa hapa, utarudishwa ukiwa kwa kagunia. Ukirudishwa hapa, utakuja hapa hauna hata kiatu. Alafu ndio mnasema, unaona huyo pastor akikuombea mambo mabaya, uwezi. Unaona sasa huyo mama alikuwa tajiri. Alikuja akaombewa hapa, katajirika, akakuwa na mali mingi, akakuwa na gari. Pastor akaanza kushikwa na kinyogo. Sasa nashikwa na kinyogo ya nini? Nashikwa na kinyogo ya nini? Mimi nimekuja nikwambie tu ukweli. Ukae kulingana na venye Mungu anataka, hiyo ingine utabarikiwa. Kamsime kakikuja hapa akakuwa na kitu, saa hizi kamsime kanavaaga vizuri, kamsime kanatoaga sadaka ya shilingi 500, kamsime kanakaaga. Yaani maisha yamebadilika. Very soon kamsime ataendesha pickup. Very soon. Mkiwa hapa mkiangalia, kamsime ata drive pickup ya kubeba mizigo yake. Endelea kufanya vizuri na uokoke kabisa, na ukuwe mtu wa kuomba kabisa. Uende katika ukisikia watu wanaenda mlimani kuomba, unaenda. Una excuse, usifanye kazi throughout, una excuse, unaenda kuomba mlimani. The day you discover uko na hiyo urge ya kwenda kuomba mlimani, ya kutafuta Mungu, the favor of God will always walk with you. Mahali popote utaenda, utakuta Mungu ametangulia, kwa sababu uko na Mungu ndani yako. Lakini siku utaombewa upotee miezi 3, miezi 4, wakati tena mapepo itakugoga ndio unakimbia hapa, hata mimi nitakuwa na kuangalia tu, kwa sababu naona hauna haja na huyo Mungu, kwa sababu Mungu alikuponya ndio uendelee kutembea na yeye. Mungu alikubariki ndio uendelee kutembea na yeye, because anataka kujisifu kupitia kwako. Anataka watu waone ya kwamba unaweza kutoa mtu kutoka ukunguni, unaweza kutoa mtu kwenye umaskini. Ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Alikubadilishia maisha maana ya wewe ulitembea na yeye. Anataka watu waone ya kwamba huyu Mungu unayemwabudu ni Mungu aliye na uwezo. Huyu Mungu ambaye unamwabudu ni Mungu aliye na mali. Huyu Mungu ambaye unamwabudu ni Mungu aliye na uwezo. That is why alikubariki, alikuchagua katikati ya wengi, ndio watu wengine wakikuona wanaona Mungu wanamfuata. Lakini watu wengine waliona Mungu, walipokuona umebarikiwa, wakaanza kukuuliza ni kanisa gani unaedaga. Unasema nilikuwa naedaga kanisa ingine hapa ya kapasta kingine, nikasubufu kana shidaka akikupigia simu. Lakini wakati kalikuwa kakikuombea saa 9 usiku atakwambia amuka tuombe, hakakuwa kakikusubua. Lakini wakati mali iliingia, kakakuwa ni kapasta. Wakati vitu ziliingia, kakakuwa ni kapasta kasubua. Lakini mbeleni kalikuwa pasta, mtumishi wa Mungu, mwagiliwa wa mafuta. Hallelujah. Mpaka una define the anointing directly from heaven. Lakini baada ya mali ya kuingia, unakuta anointing ya hako kapasta ni mafuta ya cowboy na bluebird. Hallelujah. Without him, God, and abiding in him, we can do nothing. John 15 verse 5. Without him, bila yeye and abiding. It is him, with him, and abiding in him. Moving and doing with him. Sio leo ni kuombea upate maraka, alafu kutoka hapa unaenda kufanya vitu zako. You must abide in him. Lazima utembee na yeye, ndio baraka ziandamane na wewe, zifuatane. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. You become carnal in your own desires rather than being spiritual. Even if you are religious, when you have a prayerless life, you become carnal. Mambo yako yote utakuwa ni mafikira, na tu story na hiase. Na ukikuta watu kanisani ni moshene wako na afford time ya kupiga moshene, huyu amefanya, huyu ani amepata mimba, nini imefanyikana hii, nani amekuwa, nani hakulala, nani hakukula ugali, nani alikula chakula, nani alikula matumbo, nani It is because you lead a prayerless life. You become religious. When you become religious, you go by experience. Unafanyanga vitu na experience. Venye unajua kunafanyagwa. Ndio nakutaga kanisa inapagagwa hivi.
unakutaga mambo inaendaga hivi, unakutaga inakuaga hivi. Nikiangalia huyo mama, naona huyo mama ni kama ametoka kwa Mungu. You are acting out of an experience of what you saw, because you are prayerless. The day you find that haupati, unajaribu kuamuka unashindwa, unalala unajaribu kuinua mkichwa uombe unashindwa, mpaka unalala ukiwa kwa blanketi, ndio naambia Mungu Mungu nimechoka. Si unaona tu nimechoka. Amen. Hata hujui ukisema amen, unalala na unalala kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. In the book of John 5, in the book of John 5:14 verse 14 to 15. And this is the confidence that when we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. And if we know that he hears us, whatsoever we ask, we know have the petition that we desired in him. Whatever that we ask in him, we hear it. Because through our prayers, he will answer you. Through the prayers that we have, atakujibu. We become so accustomed to God. Therefore, when you become so accustomed to God and refuse to live according to the plans, utakuta maisha yako inadidimia. So that is the cause of fears. And the fear will remove you from the will of God. The fear will destroy you. And the life of prayerlessness inaletwa kwa sababu ya fear. Una concentrate too much on fear. Una concentrate too much on the work ile umefanya miaka mingi, sasa unaona inaenda kuanguka. Maana shetani alikuja akakuwhisper, akakwambia kazi yako imekwisha. The day shetani atakuzungumzia, akwambie sasa maisha yako imefika mwisho, basi hata wewe umeisha. Kwa sababu that is the plan to instill fear in you, ndio wa kudominate. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuenaenda mbele haraka kidogo, kwa sababu naona muda hauko kabisa na sisi. Jambo ingine ambayo inafanyaga kukosa Roho Mtakatifu. Wakati Roho Mtakatifu hayuko, haitembei na sisi, then it means your doors and the heavens will be closed. Milango yote ya mbinguni inafungwa. Na unakuta mtu ako kanisani lakini hajajazwa na Roho. Na kama ungejazwa na Roho sisi zote, milango ya mbinguni tuna uwezo wa kuifungulisha. Milango ya mbinguni tuna uwezo wa kusema na kitu kinafanyika. Because Biblia inasema ask and it shall be given to you. Kwa hivyo kama una uwezo wa kuwa Roho Mtakatifu ako, because Roho Mtakatifu aliwachwa kwetu na Yesu Kristo ndio awe msaidizi wetu. So kama hauna msaidizi ambaye aliachwa na Yesu, ni kumaanisha hakuna uwezo uko nao wa kufanya jambo lolote. Mambo yote ambayo unayafanya ni mambo yanayokwama, yanakwamishwa kwa sababu Roho wa Mungu hayuko pamoja na wewe. These are just but small battles that you must not bother. These things ambazo unaona zinaingia, zimesababishwa kwa sababu uliingia kwa vita ambavyo hauelewi. Uliingia kwa vita ambavyo ulienda kupigana na watu badala ya kupigana na mapepo. Ulienda kupigana na hiyo kanisa badala ya kupigana na shetani. Ulienda kufanya kazi ambayo haufai. Uliitwa wewe ukiwa daktari ukaenda kufanya kazi ya makanika. Uliitwa ukiwa makanika ukaenda kufanya kazi ya maid. Maanisha you are doing and you are in the position that you are not supposed to be, and that is the result ya milango yako kufungwa. Hiyo ndio inasababisha uoga inaikia. Hiyo ndio inasababisha unakosa kuomba. Hiyo ndio inasababisha unakosa kuwa na mwelekeo na kuwa na vision. Once you don't have a vision, that is the wrong battle you are doing. And we must deviate from doing wrong battles so that everything in our life can be done. This is where your enemies will attack. Where does they attack? They will attack your dreams. When they know
ya kwamba your heaven has been closed, the next thing they do, they attack your dreams. Watashambulia maono yako, watahakikisha, kwa sababu wanajua mbinguni imefungwa, watahakikisha wamekumaliza maono yako. Wanakubadilisha, wanakuambia wewe, hata nilikuwa mbivenjezi, ulikuwa kituhubiria, mimi nilikuwa naona you are not a preacher wa kufanya hii na hii. Wewe ni preacher ambaye unafaa kuwa preacher, ambaye unafaa kuwa uende ukafanye biashara ukihubiri, sio kanisa. Wamekutoa kanisani kwa sababu wanajua mlango ya mbinguni imefungwa. Wanakuja na kuambia wewe mama, wewe hii kazi unafanyaga, wewe hufai kufanya kazi kama hii. Mimi vile nakuangalia naona wewe unafaa kuwa unauza machuma industrial area, na ulikuwa umepatiwa kazi mzuri ya kuuza kuku, na kuku zilikuwa zinanunuliwa vizuri. Unaweza kwenda kuuza chuma. Ukifika huko unaambiwa sasa ni scrap metal. Kukakaa 2 weeks later umeweka pesa yako yote. Uhuru anasema amefuka kazi ya scrap metal, na ile kazi nyingine uliuza, unawachwa hivyo, kwa sababu wanajua mbingu yako imefungwa. So they attack the dreams. Na ukiona wale watu wote wanakuingilia kanisani, kama kuingilia mchungaji kanisani, wanakuaga wanatarget the dream. They don't target anything. Wanatarget maono, the dreams of the church, the dreams I have for you, the dreams I have for this ministry. That is what they will target to destroy, because they know your heaven has been closed. But if your heaven is not closed, atajaribu kuinua kama mtu hivi, unapiga taa, akiinua kingine unapiga taa, unaangusha, akiinua kingine unapewa, because niko high in the spirit. I beseech you to be alive in the spirit. I set fire, na inua moto ndani yenu, moto wa Roho Mtakatifu wa kuwa na uhai. Kwa yeyote atakaye kupangia kuvunja maono yake, achomeke kabla hajaanza kufanya, achomeke kabla hajaanza mpango wote, achomeke kabla hajaanza nia yoyote ile. Akachomeke. Watu wasicheze na dreams za watu. Chunga dream yako, na usikubali mtu hata mmoja, iwe ni mke wako ama baba yako ama mama yako ama mume wako ama mtoto wako, usikubalishe akaribie maono yako yavuje. Ukiona anajaribu tu, bomoa, na ubomoe ni kama ni kitu kitakufa ukule. Sijui kama hapo nimeongea vizuri. Those people, they make sure that they kill your dreams, they kill your vision, and number 3, they will fight your destiny. Wakijua mbingu yako imefungwa, they will kill your dream, they will kill your vision, and lastly, they will fight your destiny. Wataingia sasa kwa destiny yako. They make sure wamekufungia kaduka yako, they make sure wamekufungia ndoa yako, they make sure they did this. Sasa wanaingia kwa destiny yako. Wanajua wewe utakuwa tajiri, utakuwa na factory, utakuwa na kitu kikubwa. Your destiny ndio wanaanza kuvuja. Na watakuvuja, watakuwekelea makosa, wakupeleke jela. Watatuma wazee wakajo. Bahati mbaya kumbe ulikuwa na kabuduki, na hako kabuduki kalikuwa nini? Kameua watu wawili. Kakienda kupima huko kwa ballistic, nasemekana hii ndio iliua fulani na hii ndio iliua fulani. Na kumbe huyu mzee aliambia huyu kijana, bebea hii kitu kwa hii bagi, na hakujua iko buduki ndani. Akabeba, akapeleka pale Mudhurwa, ninakuja hapo. Huyu naye akajua, alifikiria huyu mtu ni kuuza, kwenda kushika bagi, akakuta kabuduki, kashika mtu, akampeleka pale polisi. Buduki kuangaliwa imeua watu 6. Sasa hizo ni mada ngapi? 6. Utaenda kufa. Your destiny has been destroyed. Maisha yako, destiny yako imeisha. Na walipanga kuanzia kwa vision, wakakuja kwa dream, wakakuja kwa destiny. Wanakuanga wana plan. Wakati walianza vita vya kupigana na hii kanisa, walituma wa kwanza, wakatuma wa pili, wakatuma wa tatu, wakakuja wakajipanga.
Mahali popote kwenye industry unakuta kuna industry kubwa, ilikuwa imekuwa kubwa sana. Walituma watu wa kufagia, wakatuma watu expert, wakatuma engineer, wakatuma hii, wakahakikisha ya kwamba hiyo kampuni wameikamata. Wanaingianga ndani ya moyo wako, wanashika fikra zako, wanashika watoto wako, wanashika biashara yako, wanashika pesa zako, wanahakikisha you cannot be able to control yourself, you cannot be able to maneuver, you cannot be able to move any way direction. Maana wamekukamata na wamekufanya kuwa their own slave. Wakati utalala usiku ukifikiria hiyo shida venye imekuja, wewe ni mateka. Temnie dinako matoro neke terege shiria horo ameshiria mako matorere wakwa terege shiria gai ole gwethiete na wiro ndabwa negotigana naguo umekamatwa. You are under arrest. Already wamekushika, wameua maono yako, wameua vision yako, wameua your destiny. Sasa wanakumake unakuaga haurari kwa sababu wanataka kukuweka kidoda ya tumbo. Wanataka kukuweka ulcers. From there wanakuweka kitu inaitwa depression. From there wanakuweka kitu inaitwa pressure. From there unakuwa mteja wa daktari. Ukienda kwa bedroom ya mtu unakuta ka chemist kadogo unlicensed. Hii ni dawa ya nini? Ya kuzuia uchungu ya upande huu. Hii ni dawa za upande huu. Hii ni dawa za upande huu. Unashitwa sisi sasa. Nani alikupatia? Zilikujaje kwako? Unakuta pesa ambazo zimetumika kwa madawa ni mingi kuliko zile zimetumika kwa chakula. Washamaliza destiny yako, washaua vision yako, washakuua. Wewe ni mteja wao. Wanaanza kukulisha madawa. Ukikaa kidogo unasikia kuna ugonjwa fulani imetokea kwa tumbo kwa sababu chemicals, maini imechomeka kwa sababu ya ile chemical madawa zile umekunywa. Kupimwa kidogo unaambiwa uko na liver cancer. You then sema I refuse to die. I refuse my dream will not die. I refuse my vision will not die. I refuse my destiny will not be distracted. Sema I refuse. Kwa nini mnaogopa? Kwa nini mmeshikwa mateka nyinyi yote? Umeona? Hawawezi kutoa sauti kubwa kwa sababu their masters wako pale wanasikiliza. Hata wanauliza atanekea kiuga. You refuse what? Hebu kumbuka madawa zile ziko kwa nyumba. Hebu sikia. Sema I refuse my dreams will not die. Angalia ule hawezi. Anaangalia nje kama hako. Sema I refuse my destiny will not be killed. Anaangalia huko kado. Kwa hivyo adui yako padi. Hawawezi kuwa na sauti kubwa kwa maana already wameshikwa mateka. Kama ukiona mtu hawezi hata kutoka nyumbani, kuona mtu madawa ndio anakunywa, ukiona mtu amekaa kwa uoga, ukiona mtu anatembea kwa njia ya kusitasita, hayuko gangari, ana doubt kila kitu, ama yeye ni wa masengenyo, ujue vision yake ilikufa. Yeye ni debe tupu ambalo halina chochote. You are an empty debe. Hauna dole kido. You are just as useless kama mfereji ya kajo ile imeoza. Inatupia kwa wale watu wako pale chini wanapima na kilo. Lakini kitoka dukani ulikuwa unapimwa chuma, unaambiwa hii chuma ni shilingi 5,000. Ukienda kwa maolia hapa wanapima na kilo. Kwa sababu ilikosa meaning yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya mwisho kabisa, ukitaka kujua walichukua bingu yako, walihakikisha bingu imefugwa. They consume your time, your energy and your resources. Ukaenda ukute most of your time unakaa ukifikiria huyu mtu alinifanya nini. Most of your time sasa unataka niwaambie wazee, nimewaambia tunaenda kukunywa kachai, labda nawaambia ndio kuleta tufanye kesi. That is waste of time. Kama nakwambia wazee tuendeni tukasegenya mtu fulani, that is waste your time. The day mtakaa chini mfanye kesi,
ati mkesi ni ya mtu fulani. Huyo mtu ama hao watu wamewashika mateka nyinyi yote. Wanataka mpoteze wakati. Badala muende mkae chini mpage, hii kanisa imeanza kuwa dogo, tutakuwa tupata tent wapi, kiwanja kingine itapatikana wapi. You are removed from your battleground, your battlefront. Unatolewa kwenye mstari wa mbele ukupigana vita vya kuvunja mipango ya shetani. Unaenda huko nyuma kukaa kwenye hema mkidiscuss kakitu peti. Unakuta kanisa kutoka Januari mpaka Januari mnashidaka story moja. Sema nimekataa. Sema nimekataa. Sitapoteza wakati na mtu. Sitapoteza wakati na mtu. Eti kwa sababu ni Beatrice, ama sababu ni huyu mama, ama kwa sababu ni huyu mdada. Wewe kanyaga kubwa kubwa, wachana na mimi. Hatukuitwa na wewe, niliitwa peke yangu. Mimi ndio nilisikia sauti, hatukusikia na wewe. Ile kitu nakwambianga ni kile kitu nilisikia, sio kile kitu tulisikia na wewe. So wewe kanyaga kubwa kubwa, kwenda anzisha yako. Kusinisubue hapa. Nitatukana nyinyi kama nganga. Ani unakuta una waste every time, ati unapoteza wakati na resources zako unapoteza. Kaka kidogo unapoteza energy yako. Mpaka unakuta nimeanza kukunywa madawa. Hallelujah. Ukikuja kwangu utapata hizi zinaitwa multivitamin. Ati hii ni ya kuweka mifupa, joint zikuwe na kufu. Hii ingine ni ya kuweka koo ikuwe na nini. Hii ingine ni ya kufanya matumbo yako ivibrate. Hii ingine ni ya kufanya hii. Hii ingine ni ya I was not created ni kunywage madawa. Niliupo kwa sababu I'm strong. I was not created ndio kwangu kufanyike a small chemist. I am strong. Inside me Mungu aliniweka immunity. Inside me aliniweka dawa. Inside me aliniweka power. Inside me aliniweka force, ambapo anytime nikiweka aninaweki nikisema Mungu ni mkubwa. Lakini siwezi kuamka asubuhi nikisema mgongo inauma, nikitembea nasikia mahedi nasema kwa nikienda nasikia kitu kingine sikuumbwa kwa sababu ya hiyo. Niliumbwa ni mtukuze Mungu. I have to have the healthy. Mwili wangu lazima ukue strong for the greatness of God. Lakini sifai kukaa hapa ati kwa sababu ya kufikiria ya huyu mama mpaka ninagojeka, mpaka tubu yangu sasa naanza kutafuta multivitamin. Badala nitumie sadaka kujenga kanisa, natumia sadaka kuipeleka chemist. Mwambie shetani ashindwe. Mwambie shetani ashindwe. Mwambie shetani ashindwe. Don't, if you concentrate in small battles, these churches, this business, this family small battles, you'll never succeed in your life. They will hold you hostage. Utakaa hapo, hautawahi kufikiria kutoka hapo, maana unashindwa utafanya nini. Unaona ukienda kama watakaagusha. Unaona hii kanisa iko na watu 30 ama 100. Ukifanya maamuzi haya hii kanisa itaisha. Sasa nitakuwa nikihubiria nani? Kwani kabla hujaanza kuhubiri hukuwa na wahubiri? Unafikiria utaishi milele? Kama Kibaki amekufa, yeye ni nani? Kibaki yako chini ya mchaga hako. Hii yote itakuja kuisha. Kwa hivyo usianze kuprotect nonsense ndio ati kanisa iendelee kuwa na watu wengi. Kwenda kabisa. Babie kwenda kabisa. You don't protect a business under duress. Muko na watu watatu, muko na Don na huyo mama, lakini every single time ile kitu mna case, faida hii ilienda wapi? Shilingi 10 nilikuwa nimewekelea hapa, zilienda wapi? Nilikuwa nimenunua bidii yako, ziko wapi? Nilikuwa nimefanya nini, ziko wapi? That is nonsense. That is nonsense. Mwambie mwenzako that is nonsense. We are not going to concentrate on the nonsense. We are going to preach the word of God. There are so many people out there hawajaokoka. They need Jesus. There are so many people who are supposed to be healed. There are so many people who are supposed to be assisted out there. Leave that nonsense here. Tell your neighbor, niondolee ujinga hapa. When you concentrate on those petty battles, when the real battle comes, you'll not be able to handle it.
because wamekumaliza nguvu. Na hiyo ndio plani wanakuaga nayo, wakumalize nguvu, wakukunywe. Wakati nao battle imekuja, the mother of all battles, ukianza unakuta sasa hata hauna nguvu, walishakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, choose your battles wisely. Brother, choose the people to sit down. Ati ni kesi mnafanya na yeye. Choose the people. Hebu imagine mkifanya kesi na huyo shosho wako hapo nyuma. Nani atakuwa mjinga? Hata kama amefanya makosa, unamwambia shosho nimekusamehea. Na unarudi mfuko, unatoa 200, unaambia shosho ndio kwenda ukakunywa kachai. That is how you choose your battle. Usianze kupigana na viwafi. Zinaitwa viwafi. Ni viwafi, butterfly. Zinaitwa acha mluya ajui Kiswahili. Vinaitwa nini? Viwara. Vinaitangwa viwafi. Usianze kupigana na butterfly kwa nyumba wakati nyuki ziko hapo nje. Choose your battle wisely. Not every person is worth your battle. Not every person. Koki. Not every person is worth a discussion. Ati mukae kikao, discuss. Dismiss it immediately there and move on. Na unajifanya hakuna kitu ilifanyika, na unaendelea kucheka ni kama hakuna kitu ilitendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what I want. I want a church that is full of the pride of God. Yani unalinga kwa sababu ya huyo Mungu aliye ndani yako. Unatembea bila kuogopa kwa sababu ya Mungu aliye ndani yako. Huyu Mungu akisema nitakubariki, atakubariki. Whatever God has said gonna come to happen, it will happen. No matter who comes around you, no matter the power against you, no matter the force against you, what I can assure you today is that what God has said is gonna happen to come. It will happen. Whatever God said it come to happen, it will happen. No matter who comes against you, no matter what kind of force comes against you, this God is with you. He was with Joshua, he will be with you. He was with Moses, he will be with you. He was with Elisha, he will be with you. And you are not going to be defeated, but you are going to become a conqueror, because you are under the influence of a conquering God. Lakini watu waoga hapa kutembea, mkwende kabisa, kwendeni kwa makanisa mengine mkafanyie uoga yenu huko. I don't like cowards. Me myself, I'm not a coward, I'm a general. Haukunijua kwa sababu nilikuwa nakula ugali. Ulinijua kwa sababu nilikuwa kiongozi wa Mogeke. Yes. Kanatigo. Don. Si unanifuatanga kwa sababu nilikuwa kiongozi wa Mogeke. Hujawahi nifuata kwa sababu mimi ni pastor. Maisha yako Don tumekuwa na wewe. Haujawahi nifuata. Unakuliaga jina ya Mungeke. Nataka kutoka leo uanze kukulia jina ya pastor. Na jina ya pastor, Jesus was not a coward. Jesus was a commander. Moses was a commander. Joshua was a commander. Elijah, he was a commander. Cheka, nakumbuka tu vijana tunakuchekelea. Alafu nasikia dunia ilipasuka tukamezwa. Wewe dunia gani ilipasuka? Aliuliza ni nini hiyo? Ni nini anacheka? Sasa ako na masoja wake hapo, walienda kushughulika na huko, akamwambia dunia imepasuka, wamemezwa. Kwa sababu aliuliza na wale watoto walienda wapi? Mothe, they atokire mamelio. Bwana Yesu asifiwe. That's why I admire James Maina Nganga. Unajua yeye ndiye aliniombea nikaokoka. Tulikuwa kanisa moja na huyu mama. Na umepigwa vita akioye. Kaa ngumu sasa. Tuko karibu kutoboa. Kaa ngumu. Na yule mama mwingine muoga yule. Siaredi mimi ndiguikana kigoya kanitha eno. Sitakaa na mtu wa uoga. Mungu amefungulia milango, amekufungulia kila kitu. Mama ukiwa strong, make bold decision. Hapa kama simama kama chairlady. Yes, nataka watu kama ni secretary simama kama secretary, kama ni treasurer simama kama treasurer, kama ni mzee wa kanisa simama kama mzee wa kanisa. Kama wewe ni youth, nataka kuona a strong youth. Wakisikia baba yao anaguzwa hapa wanateremuka kama nyuki. Mkiwa mmeweka hizi mapaga hapa,
Nitarudisha masikio. Usijali. Kata masikio nitarudisha. Haleluya. Lakini Otodi asikue. Otodi. Unajua ni mkizi. Otodi sikusema watu wafanye hivyo. Umesikia? Unajua Otodi sasa anafikiria ni oda. Ni mahubiri, we are preaching that in this church. Sema in this church. In this church I don't need cowards. Sema cowards are not needed. Sema in this church, CFC, Crusaders for Christ, waoga hawahitajiki, wasengenyaji hawahitajiki, waizi hawahitajiki, mikora hahitajiki. We need people going to heaven. Sema we need people going to heaven. Wacha niwaambie, hakuna kanisa inaogopewa area hii kama hii, na hatujai fanya kitu. Nenda pale kwa ile ka police post, wewe useme kuhusu hii kanisa, watakuuliza ile kanisa hiyo hapo juu, hiyo imeandikwa synagogue. Wewe enda kamkuju karipoti huko. Ukienda kamkuju wanauliza, wanakuambia nenda Central Police Station ukaripoti huko. Wanasema huyo pastor huko ni msubufu, hamtajagi neno jina yake. Wanasema huyo pastor huko ni msubufu, atakuja kutusubua hapa bure. Yes, that is what we need. Ukifika mahali the authority inasema mtu wa Mungu yuko mahali hapo, there is a man of God that is not supposed to be touched by just anybody. Ukitembea watu waori na waonanga kama saizi na waona ndio wale pale. Amevaa kabuti imefika huko. Yaani ako na raha akivaa kabuti, hata kama imeshonwa ya gunia, ako na raha, anajivunia bishop wake, anajivunia prophet wake, anajivunia imani yake, na anajua Mungu wake atampigania. Hata kama atavaa kabuti ya gunia ama ya karatasi, bado huyo Mungu atampigania. Lakini wao nakujaga hapa ukisikia pepe kwa sababu ya moshene. Hallelujah. Moshene people, they are meant to kill your dreams. And the day they kill your dreams, they involve you into unworthy battles. Mother, usirudi kukasirika. Mesikia? Kanzime, usirudi kukasirika. Kuna watu si wa klasi yako. Simona venye amesmile. Nimempatia uhai. Nimeweka uhai ndani yake. Kama haukuja hapa nikutie uhai, enda tafuta kanisa lingine. Kama nitakukalisha chini tuongee ujinga, just move out. Look at your person, you ambaye anakuongoza. Angalia vision yake, angalia manifesto yake, muangalie kama ni mahali mnaweza kuenda ama hamwezi kuenda. Bado uko kwa kajo? Mnafanyanga hooking? Mfanyangi kajo? Okay. Kuna kitu nilikuwa nataka kukuuliza. Kuna kitu nataka. Kazi iko namna gani? Iko sawa? Mpaka kasura kameanza kukua kazuri. Ako pia mwingine? Nataka youth karibu 50 youth ilikahi. Simama juu. Simama. Mtu alika yake msichana simama. Mtu ambaye ni walika yake simama na hauna kazi. Mtu ambaye ni walika ya huyu na hauna kazi simama. Buju. Wewe ni walika hii ama ni mzee? Nataka wasichana hii lika, nataka 50 of them. Tutafanya biashara na wao. Wameanza already, wanapika chapati, wanapika ni maharage, na madodo, si ndio? Kuna minofu ya nyama. Na mapoche. Yes. I want to train a group ambayo itakuwa ni caterers, watu ambao wanaweza kuenda wanapika chakula safi, wanapeleka kwenye maofisi. It is just but the beginning. Kaa chini tutaomba. Hawa watoto walikuwa nilikaombea haka. Si mnakumbuka tukikaombea? Kalishika chiaredi hapa, kakashika chiaredi miguu mpaka chiaredi ukakuja kumunasua. Kalikuwa na nguvu nyingine ya makima pepo, lakini Mungu alisema huyu ni nabii.
Kwa maana they wanted to kill her. Walikuwa na maliza destiny yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Your destiny is very important, and don't always, usiwahi fuatana na mtu mwenye hana maono. Usiwahi fuatana. Na ukiona mtu ambaye amekufuata nyuma yako, unamuuliza, na wewe maono yako inakuwaga namna gani? Ukisikia hana idea, ondokea yeye, kwa sababu amekuja, ametumwa na shetani akuondoe kwa maono yako. You must know yule ako mbele yako, yule ako nyuma yako, na yule mwenye ako upande na upande. Upande kwa mataifa yote. Unaweza kwenda mbele, na unaweza kwenda nyuma, na unaweza kwenda upande kwa mataifa yote. Yaani ni kumaanisha ninaweza kupanuka kwa njia yoyote kulingana na wale watu niko na wao. Lakini kama kazi yako ni kuvuta tu bangi, unakuja kuniambia ni shetani gani, asijui ni shetani gani alikutembelea, ninakurushia kwa hii dirisha, mkutane na shetani hapo chini. Simpigie huyo Yesu makofi. Wacha kuniangalia baya. Kwani unavutaga? Na kwa nini umeniangalia ni kama unavutaga? Ninawapenda sote. Semeni amina. Inua mikono yako kama umefurahishwa na mahubiri ya leo. Na kama haukufurahishwa, mkono juu kama umesikia leo haikuwa mzuri. Ulijatengeneza hiyo nywele yako wewe? Gari kubwa. Mbona hujatengeneza huyu? Leo tengeneza hiyo nywele, isikatwe, itengenezwe mzuri. Si nilisema hii ndio praise and worship team nataka nikuwe nayo. Simama juu watu wa praise and worship wale wapya. Simama. Na yule umeona amefuga mpaka tai. Yes, you're nice. Ule mwingine yako wapi? Azambwa. Simama. Anaitwa Azambwa. This is the team I want to work with. Tutaenda tukiongezea. And I will be personally in charge ya praise and worship team. Personally mimi. Umesikia? Na ninataka kila siku ya Saturday mnakuja mnafanya mazoezi pamoja. Tutaongezea hiyo kikosi na mkuwe na uniform. Mwende mkapime. Nikuna mtu nitapimia. Kila mtu avae uniform Saturday. Ukuje kama uko na uniform ile mtakubaliana. Negwa. Sawa sawa. Hivyo ndivyo tutakaa na hiyo maisha, na nitakaa mkali sasa kuliko zamani. Ndio nione tufukuze hii mikora. Kuna mikora iko hapa, tufukuze yote. Watu kama hawa, kama ungekuja ukuta hizi vitu zote zimekaliwa, ungekalia wapi? Sasa lazima tufukuze mikora, tulete watu wa Mungu. Sema amen. Sema amena. Hatutaki tena kusikia mambo hii ya watu kuua maono ya watu. Simameni kwa miguu yetu. Beatrice. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana naomba ujipeleke mbele za Mungu. Umwambie akufungulie mbingu yako. Huyu Mungu akufungulie mbingu yako. Angalia mambo ambayo unaweza kuwa umefanya yakafunga mbingu yako. Pata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa. Msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Naondoka kutembea nuruni mwa
Inua sauti yako. Inua sauti yako. Nimepata utakaso. Imba kijito, kijito cha utakaso. Nizame kuoshwa humo, namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito, kijito cha utakaso. Nizame kuoshwa humo, namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Ni neema ya ajabu kumpa wanadamu. Ona Bwana Yesu, kumjua Yesu wa msalaba. Oh, kijito, kijito cha utakaso. Nizame kuoshwa humo, namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Imba kijito, kijito cha utakaso. Nizame kuoshwa humo, namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito, kijito cha utakaso. Nizame kuoshwa humo, namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito, kijito cha utakaso. Nizame kuoshwa humo, namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Naondoka kutembea nuruni mwa mbingu, na moyo safi kabisa kumpendeza Mungu. Naondoka kutembea nuruni mwa mbingu, na moyo safi kabisa kumpendeza Mungu. Kijito, kijito cha utakaso. Nizame kuoshwa humo, namsifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso. Baba, katika jina la Yesu Kristo, inua mikono yako.
tuweze kuomba. Uko na jambo ambalo limekuwa linakusumbua, naonekana watu wa kuimba ni kama wamejakula ugali vizuri. Kama uko na jambo ambalo linakusumbua, kama ni kazi, maisha ya kiroho, wekelea mkono wako wa kulia kwenye kifua. Kama una mahali ambako najua wewe ni mgonjwa, wekelea mkono wako mahali wewe ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nguvu zinashuka kutoka mbinguni, na hizo nguvu zimekuja kwa ajili ya kukunasua kutoka kwa mikono ya shetani. Kama umeishi kwenye uoga, hayo maneno nimesoma ambayo yanafanya bingu yako ifungike, ndio nataka kuzungumzia sasa, tukaweze kuyaondoa kwa maisha yako. Inua tu mikono juu, usisonge nyuma, songeni mbele nyote, songeni mbele mpaka kwenye madhabahu. Nipande milima yote, Bwana. Inua mikono juu, inua mikono juu. Semeni Bwana Yesu. Semeni Bwana Yesu. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako siku hii ya leo. Nimesikia mafundisho ya leo. Ya kwamba hautaki watu walio waoga. Unataka majasiri. Kutoka leo ninataka nifanyike jasiri katika ufalme wa mbinguni. Niondolee chukizo, aibu, kudharauliwa, hata kuonewa. Nipe nguvu nikutambue. Nipe nguvu nikae kwenye uwepo wako. Sema amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza kufunguliwa kwa watu hawa kutokana na jambo ama changamoto iliyokuwa imewakamata. Ninatangaza kuachiliwa kwa huyu mama. Ninatangaza kuachiliwa kwa huyu baba. Naachilia kazi zao, naachilia mipango yao, naachilia familia zao, naachilia a special anointing upon their life, that from now any power, any force, any power from the demonic forces will not touch them. Inua tu mikono yako, kuna nguvu zinashuka sasa. Kuna watu wanafunguliwa. Kuna watu wanafunguliwa. Kuna watu wanafunguliwa. There is the anointing flowing now, a very powerful anointing flowing now. Receive it in Jesus' name. Receive the courage to handle your vision. Receive the power to be able to handle your vision. Receive it now. It is coming. Watu wanafunguliwa. Watu wanafunguliwa. Tunakuabudu. 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 Mwenye enzi. Tunakuabudu. 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 Mwenye enzi. Tunakuabudu. 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 Mwenye enzi. Tunakuabudu. Tunakuabudu. Tunakuabudu Bwana. Tunakuabudu. Mwenye enzi. Tunakuabudu. Tunakuabudu Yesu. Tunakuabudu. Mwenye enzi. Tunakuabudu.
Shikeni sadaka zenu. Shikeni. Tunakuabudu mwenye. Leteni sadaka zenu hapa. Tunakuabudu. Tunakuabudu mwenye enzi. Tunakuabudu. Tunakuabudu Baba. Tunakuabudu mwenye enzi. Tunakuabudu. Tunakuabudu. Tunakuabudu mwenye enzi. Tunakuabudu Bwana. Tunakuabudu Yesu. Tunakuabudu mwenye enzi. Tunakuabudu Bwana. Tunakuabudu. Tunainua mikono yetu tukisema Bwana. Tunakuabudu Bwana. Tunakuabudu Bwana. Moto juu yako. Fire is on you. Fire is on you. Fire is on you. Break the bondage. I break bondages. I break the spirit of poverty. Spirit of poverty. Come out 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 poverty. Come out. Come out. Waweza Mwokozi. Waweza mambo yote. Wewe mwaminifu. Waweza Mwokozi. Waweza mambo yote. Let all the powers of darkness, simu na nguvu za giza ziondoke kwako. Mighty name of Jesus. Mwokozi. Waweza mambo yote. Out. Out. Mighty name of Jesus Christ. Out. The mighty name of Jesus Christ. Out. Out. Come out. Every bondage. Spirit of spirit. Spirit of weakness. Roho ya umaskini. Ondoka. Roho ya umaskini. Ondoka. Waweza Mwokozi. Roho ya kifo. Waweza mambo yote. Wewe mwaminifu. Wewe kifo. 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 Ondoka. Ondoka. Beba mizigo uende. Beba mizigo uende. Kutoka kwa mama huyu na kizazi chake na generation yake na familia zao. Hauna position. Ondoka sasa. Beba mizigo uende. Beba mizigo. Toka uende. Get out of her. Get out of her. Get out of her. The mighty name of Jesus Christ. Shh. Beba mizigo yako. Beba mizigo yako uende. Muache huru. Mfungue. Fungua yeye. Fungua yeye. Fungua. Fungua maisha yake. Fungua kazi zake. Fungua watoto wake.
fungua kazi zake zote, fungua watoto wake, shomeka yote. Beba mizigo, bebeni mizigo yenu yote, bebeni mizigo yote, mwache huru. In the mighty name of Jesus Christ, you are free. Nitakuhimidi Bwana kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu, Roho ya umaskini daima. Roho ya umaskini uliingia aje kwa huyu mama. Anza kuondoka sasa. Panga mizigo yako uondoke. Hauna ruhusa na hauna mamlaka kuishi kwa maisha ya mtoto huyo. Get out. Ondoka. 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 In the mighty name of Jesus Christ, I break every covenant. Maagano mlifanya kuzimu, maagano mlifanya na wazazi, maagano mlifanya na wale walikufa zamani. Maroho ya maiti, anza kuondoka. Fire! 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 Break every covenant. Nitakuhimidi Bwana kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Na mikono yako juu. Itakusifu Na mikono juu. wanyenyekevu Destiny wasikie, mtukuzeni Destiny killers. pamoja nami. Destiny killers. You are not going to kill her destiny. Hamutaua maono yake, hamutaua destiny yake. Chukueni mizigo yenu, murudi kule mulitoka. Chukueni mizigo yenu, murudi kule mulitoka. 1, beba mizigo. 2, beba mizigo. 3, beba mizigo. Katika jina la Yesu, beba mizigo. Beba mizigo. Beba mizigo sasa. Beba mizigo yako. Beba mizigo ya umasikini. Beba mizigo ya usherati. Beba mizigo ya usherati, ya umasikini. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie, mtukuzeni Bwana pamoja nami. Kanyaga kiatu yako. Kanyaga kiatu yako. Nitakuhimidi Bwana kila wakati, sifa zako Anza kufunguliwa. zikinywani mwangu Funguliwa. daima. Anza kufunguliwa. Kufunguliwa. Anza kufunguliwa. Funguliwa sasa. Wachawi, waganga wote, waganga na wachawi waondoke in the mighty name of Jesus. Wachawi na waganga na maroho ya usherati ikaondoke in the mighty name of Jesus Christ. Maroho ya wachawi, maroho ya wachawi ondoka. Ondoka, muache sasa. Muacheni sasa. Muacheni in the mighty name of Jesus. Muacheni in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Fire is on you. Fire is on you. Fire is on you. Fire is on you. Umeshikwa mateka sasa. Acha vitu zote. Umekamatwa. Chomeka. Chomeka miguu. Chomeka mikono. Chomeka miguu na mikono. Chomeka. Chomeka. Hirizi zote zitoke. Toa. Toa hirizi zote. Toa hirizi zote. Toa hirizi zote. Beba zichomeke. Kule mumeweka hirizi, toa. Kule hirizi zimewekwa, toa. Toa zote. Fungua yeye. Fungua yeye. Funguliwa sasa. Funguliwa sasa. Funguliwa. 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 Funguliwa sasa. Wewe. Wakati sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu,
wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Bow down. Bow down. The mighty name of Jesus Christ. Bow down. You are powerless. Bow down. Bow down. The mighty name of Jesus Christ. Fire is on you. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Father, we thank you. Tunakushukuru. Tunasema ni asante kwa kukubali kufungua watoto wako. Asante kwa kuwabariki. Asante kwa kuwazawadia maisha. Asante Baba kwa kuniwezesha kwa mtumishi wako. Nisaidie niweze kutumikia wengine wengi zaidi. Unipatie moyo wa kunyenyekea, moyo unaokutamania, moyo unaokupenda. Ninakuhitaji. Ninakuhitaji Mungu. Ninakuhitaji kwa sababu ya watu hawa. Unipe hekima ya kujua kuwaongoza. Unipe busara ya kuweza kuwafanya watoto wako katika nyumba yako. Mtu aseme amina. Wao ambaye unatutazama kule nyumbani, umeona mambo yanavyoendelea hapa. Siku ya Jumatano ndio tunakuanga na ibada ya ukombozi. Siku ya Jumatano ninafundishana kuhusu ni nini kimekukamata, ni nini kimekuweka katika maisha ambayo uko nayo. Kutoka saa 4 asubuhi mpaka saa 9 jioni. Tutakuwa tukianza saa 4 asubuhi, tunamaliza saa 9 jioni. Kwa hivyo by saa 4 ukuwa umefika. Siku ya Jumanne niko na service ya 1-on-1. Tunazungumuza na wewe. Tunakaa kwa ofisi yangu, tunazungumuza na kuambia maisha yako yalivyo. Siku ya Ijumaa tuko na ibada ya mkesha. Tunakuja hapa kutubu dhambi zetu na kumtafuta Mungu. Siku ya Jumapili kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 8 tunakuwa na ibada ambazo zimefuatana. Mumekaribishwa. Na kama ungetaka, kuna jambo unataka kujua ama ungetaka kulielewa, kuna namba ya simu iko hapa. Piga hiyo namba ambayo unaiona kwa skrini yako. Kuna namba ya email na kuna namba ya Facebook. Pia piga na ya WhatsApp. Piga tu, tutakungojea. Nitaipokea hiyo simu mimi mwenyewe. Niko hapa kwa sababu yako.
Hiyo ndio kusudi Mungu aliniteua, ndio nikuwe hapa, nikuwe msaada kwako na wewe ukuwe msaada kwangu. Tunahitaji partners. Angalia kazi ambao watu kama huyu ambao wamefunguliwa siku ya leo. Kuna watu wengi ambao wanataka kufunguliwa maeneo mbalimbali. Tunataka kuanza safari ya kwenda kufanya crusade maeneo yote ya nchi hii. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji mkono wako, tunahitaji utusaidie kifedha, utusaidie na mali, utusaidie na gari, utuwezeshe tuweze kusafiri tukawahubirie wengi ambao wamekamatwa na wako mateka. Wewe ambao ni mwombezi, na kuomba usimame na sisi katika maombezi, uweze kutuombea, ukaliombea kanisa la Mungu, ukaliombea mchungaji hapa na wachungaji wote katika nchi na makanisa yote, uyaombee. Maana Kenya kuna kitu kimepangwa kibaya kwa nchi hii yetu, na hiyo kitu kitaanza kujidhihirisha kutoka mwezi wa 6 na mwezi wa 7. Mwezi wa 8 kitakuwa kimemea pembe na kimeonekana vikubwa sana. Tunahitaji kuomba. Sijui ni nini, lakini Mungu tu aliniambia kuna kitu. Kwa hivyo usikuje kuniuliza maswali ni nini hiyo niliona. Sijaona, ni kuambiwa nimeambiwa. Ukuje tuombe, na mahali popote ulipo uombe kwa ajili ya taifa hili. Na hasa uombee watu watatu sana. Watu watatu muwaombee sana: William Ruto, Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Katika maombi yako uwakumbuke, wapate hekima iliyo sawa na ile ya Solomon, ndio waweze kuendesha nchi hii mpaka kupita hali hiyo. Itakapopita itahitaji hekima ya juu sana. Kanisa muombe na msilale. Kanisa muombe na msilale. Bwana Yesu yuko pamoja nasi. Kanisa semeni amen. Mpigieni Yesu makofi. Mpigieni Yesu makofi ya juu. Makofi ya juu, mpigieni Yesu makofi. Mpigieni Yesu makofi. Maana yuko tayari hapa, ametenda na amefanya. Kama vile nilisema, wazee waletwe huko chini, na wanalika mubaki, nataka kuonana na wanalika. Kama wewe ni lika, usikue hapo. Wewe ni mama umezaa na bado unabaki hapo unajiita lika. Hiyo maneno sitaki. Kama ni lika ni wa youth, youth. Hauna mwanamke na haujaolewa. Wewe ni youth. Unaweza kuwa ni youth umezaa, yes, lakini si youth ambaye aliolewa ukatoka. Wakati uliolewa haukufutika. Wewe ni mama umezeeka. Sema nimezeeka. Na wewe ni baba umezeeka kama mimi. Sema umezeeka kama mchungaji. Haleluya. Mpigieni Yesu makofi. Na mpigie mtu wa keyboard leo makofi. Leo umepanda mlima. Imekuwa ngumu sana. Haya, Mungu akubariki. Watu wametoa sadaka. Ngoja kidogo Don, ngojeni tu. Nimezitafuta hapa nimekosa. Na ndio tunasema tunataka watu chap chap. Sasa angalia unaniletea. Hiyo neno lilikuwa limekuja wakati nilikuwa nazungumzia wakati wa fear. Sema fear. Fear is more dangerous than the devil himself. Fear ndio inasababisha mtu akufe. Fear ndio inasababisha mtu ajinyonge. Fear ndio inasababisha ndoa ivunjike. Fear ndio inasababisha mateso ambayo unayapitia sasa ikukamate. Na Mungu ameniambia nikupatie bahasha, utoe sadaka ya kupigana na spirit ya fear. Uniletee hapa Jumapili kwenye madhabahu. Nikiwa kwenye madhabahu unipokeze kwa mkono yako. Kuna anointing fulani itashuka, na ikishuka itakubadilishia maisha. Fear ikiondoka utajiri inaingia. Na ndio utake kujua. Hebu shikia huyo mama, mshikie mtoto. Nitazame hapa mami. Kuna anointing itatoka kwa hii bahasha, itaenda kwake. Karibia, sogea kidogo. Simama hapa. Nitazame. Inua mikono yako juu. Fear iliyo ndani yako na ianze kuondoka.
Ondoka. 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 Umeona? It has the power to fight. Fear ina fight hivyo. Na inapenda authority sana. Angalia. Inapenda authority sana. Umeona? Hiyo ndio power ya fear. Inafanyaga hivyo. Umeona? Hivyo ndivyo wanapigana na maisha yako. Inapigana na maisha. Angalia. Hiyo sasa ni vita ya fear. Umeona? Ni vita ya fear. Look at it. Ile stress yote inakuwaga hivi. Umeona? That is how to do it. Authority. Jichuguse. Jichuguse. Keyboard na mguu yako inatokea wapi? Jichuguse. Sasa kuja kwa madhabahu hapa, jichukulie bahasha yako. Pada kwa madhabahu, jichukulie bahasha yako. Umeona huyo mama amefunguliwa tu. Haraka haraka. Na hapo umechukua. Uhakikishe, uiandike hiyo bahasha yako, fear. Go. Uandike fear, go. Chukua bahasha. Chukua bahasha. Hapo kuna anointing tu iko hapo ina flow. Kuna anointing ya kiajabu ina flow hapo. Kwenye bahasha yako iandike the spirit of fear. Na uiandike must go. Chukua. Chukua. I have no other God but you. I have no other God but you. I have no other God but you. I have no. Haya, kama umeshika hiyo bahasha. Kama umeshika hiyo bahasha, inua mkono wako juu wa kulia ushike bahasha. Mkono wako uinue. Ngoja kidogo. Sasa hii ndio umeanza kucheza. Sasa sasa umeona sasa ameanza kufunguka. Anaanza kucheza vizuri. Mtaimba tu. Inua mkono wako wa kulia, mkono bahasha ishike mkono wa kulia. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Hii ni dhabihu ambayo tunainua kwako kwa ajili ya spirit ya uoga. Ulimwambia Joshua asiogope wala asifadhaike. Ninataka kutia watoto wako hawa ujasiri wa kupigana na ngome na nguvu zozote, mizimu na madhabahu ya shetani ya uoga. Wana wa Israeli waliteseka miaka 400 kwa sababu walishikwa mateka na wakatiwa uoga watauliwa. Lakini ukamtuma mtumishi wako Musa akawatoa kwenye spirit ya uoga. Hivyo hivyo ninasimama na spirit ulioiweka ndani ya Musa ya kukomboa, na kutoka leo watoto hawa ninawakomboa. Watoto hawa ninawakomboa. Watoto hawa ninawakomboa. Anza kupokea spirit ya liberation sasa. The spirit of liberation is coming to you now. The spirit of liberation imeanza kuteremuka. Inua tu mkono juu. Kuna roho ameshuka sasa. Ameshuka the spirit of liberation. You are being liberated. Wale maadui walikuwa wamekuinukia sasa wameanza kushikwa na uoga wao. Uoga umerudi kwao. Uoga umerudi kwao. Mapepo ya giza, maroho yote ya shetani has been refunded back to where they came from. And from now, tulia tu dakika moja. Tulia tu, mtulie kimya. Yes, it is done. It is done in your life. Sema, it is done in my life. Amen. Uende uweke sadaka mzuri. Sadaka. Ujaze sadaka. Hiyo bahasha ijae na sadaka. Ukuje. Kwa sababu siku hiyo nitakuondolea fear, nikuplantie. I will plant a business
I will plant your ministry. I will plant what God planned for you. Nitaweka mbegu hapo ndani. Nitaweka mbegu hapo ndani. Na hiyo mbegu ni itaanza kuzaa hapo hapo. Itaanza kuzaa hivi. Ianze kuzaa sasa. Ianze kuzaa. Ianze kuzaa. Ianze. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. May the grace, fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. and amen. Kikombe ya chai imeombewa na mimi. Kwa hivyo kunyeni ama kunyweni. Wageni wetu msiondoke, tushiriki kikombe cha chai. Wamama wote tafadhali tupange viti hapa katikati, tuongeleshane dakika moja tafadhali. Wamama wote, kama wewe ni mgeni usiondoke, tafadhali kubali kukaa chini, tushiriki kikombe cha chai tafadhali, tafadhali. Kusiwe na mtu hata mmoja ataondoka, na waomba. Wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema